Mtu wa Mungu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo nataka nizungumze nawe kuhusiana kitu kufunga. Kwa nini tunafunga ama tunafunga kwa sababu zipi? Basi lengo kubwa ambalo linalotufanya sisi kuweza kufunga ni lengo la kuweza kumshibisha mtu aliyoko ndani. Ina maana binadamu kuna mtu ambaye yupo ndani. Kwa mfano mimi hapa kuna mtu ambaye ni halisi ambaye yupo ndani. Hivyo basi ninapokuwa nafunga, hivyo mtu wa ndani ndivyo anavyopata nguvu. Na huyu mtu wa ndani ndiye anayekuwa na uwezo wa kuweza kuniletea taarifa, iweza mbaya ama nzuri, ama kuweza kupambana na hatari zozote za kiroho, nguvu za giza. Hivyo basi tunapokuwa tumefunga, mtu wa ndani anapata nguvu, na tunapokuwa tumefungulia, mtu wa nje anapata nguvu. Kumbe tunapokuwa tumefunga, mtu wa ndani anapata nguvu, mtu wa nje anakosa nguvu. Ina maana mwili wake unapungua ama anakuwa mwembamba. Hivyo basi tunapokuwa tumefunga, mtu wa ndani ndivyo anapokuwa ananenepa, anashiba, sababu anakuwa na nguvu na uweza na mamlaka. Kumbe basi mtu wa ndani analishwa kwa maombi na analishwa katika hali ya mfungo. Unapokuwa unaomba sana, ndivyo unavyopata nguvu, au anapokuwa anapata nguvu mtu wa ndani ambaye ndio nafsi yako. Na unapokuwa umefunga, ndivyo anapokuwa anapata nguvu. Kwa hiyo nguvu ya mtu inatoka kwa hali ya kuweza kufunga, mtu wa Mungu. Hivyo basi mtu wa Mungu, maombi ni muhimu, ya kupasa kuweza kufunga walau hata mara moja kwa wiki, iwe mara mbili, inategemea na Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Sasa na Paulo alivyoweza kusema kwamba ni japo dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu. Kumbe basi unapokuwa unafunga ndivyo unavyokuwa na nguvu. Lakini watu wanajidanganya, mtu akifunga hana nguvu. Kumbe basi unapokuwa umefunga ndivyo unavyokuwa na nguvu. Shalom, shalom.